ile ya pili. Maana ni kwamba ukubali kuacha uovu, mkubali hapo utaona mabadiliko ndani yako. Na leo hii hapa natamani Yesu aweze kuzaliwa ndani yako. Amen. Kihuduma azaliwe ndani yako. Amen. Kiuchumi Yesu azaliwe ndani yako. Amen. Hata kwenye uzima Yesu azaliwe ndani yako. Maana kuna jambo ambalo anaweza kashindwa. Iwe ni ukimwi Yesu anaponya. Iwe ni kansa Yesu anaponya. Iwe ni vidonda vya tumbo Yesu anaponya. Utakaporuhusu tu kwamba Yesu nataka uweze kuzaliwa ndani yako, Yesu atazaliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anataka wewe uweze kufungua moyo wako, kumpa nafasi kwamba Yesu nataka uweze kuzaliwa ndani yangu. Ukifungua moyo wako utaona utofauti kati ya siku zingine na siku ya kuzaliwa. Haleluya. Lakini bila hivyo kama ni kawaida tu na utaona ni mfumo tu labda wa Kikristo upo hivyo. Hapana, sio mfumo wa Kikristo. Hii ni dunia nzima. Ukienda Uganda unakuta hivyo hivyo. Ukienda Kenya wanasherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi. Ukienda wapi ushaona mtu kama huyo anafanyia sherehe kama hiyo? Hakuna. Ndio tunasema kwamba Yesu ni Mwokozi. Dunia nzima inakubali kwamba huyu ni Mwokozi. Ukienda Marekani unakuta wanamtaja. Sio kama leo. Ukienda Ulaya unakuta wanamtaja. Ukienda Afrika ndio kama hivi tunamtaja. Kwa hiyo lazima unapomsikia bali tutambue kwamba Mungu tuliye naye sio wa kawaida. Yesu huyu tunapomsema sio wa kawaida. Yesu tunapomhubiri sio wa kawaida. Utakaporuhusu tu moyo wako ukachia, ukafungua moyo wako kumpokea Yesu kiukweli kweli. Changamoto ambayo inatukuma ni kwamba hatujaamua kumpokea Yesu kweli kweli. Natamani uwe nje, hapana, uwe uwepo huku na huku uwepo, hapana. Yesu anasema amezaliwa. Amezaliwa siku kama leo. Na ataendelea kuzaliwa. Na ataendelea kuzaliwa na zaidi kila siku, anaendelea kuzaliwa ndani yako. Ukitaka wewe Yesu azaliwe ndani yako kila siku, kihuduma azaliwe, kiuchumi azaliwe, kwenye masomo azaliwe. Maana yake unaposema kwamba kuzaliwa maana yake ni kwamba kuongezeka, aongezeke ndani yako. Mwambie Yesu aongezeke ndani yako, azaliwe. Kila kutumika iongezeke, kila kutumikia iongezeke. Wakati mwingine kuna watu wamekata tamaa, amechoka na kumtumikia Yesu. Anaona ni kama wokovu kuna tofauti na dini. Hapana, my na kushauri, hakuna utofauti mkubwa sana kati ya dini na wokovu. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya dini na kumpokea Yesu. Ukimpokea Yesu lazima ubadilike kwanza. Na ndio maana hata kama mtu alikuwa anakula pombe kisha okoka, akishapokea Yesu lazima aache kwanza. Amen. Kiona mtu anasema kwamba ameokoka na bado anakunywa pombe, hapana, bado hajaokoka. Kuna mtu anasema kwamba nimeokoka, Yesu amezaliwa ndani yako, lakini bado anaenda kwa waganga kienyeji, hapana, nacheza. Napoteza muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo Yesu ana mpango na wewe. Anataka azaliwe ndani yako kweli kweli. Hata kama kuna vitu ambavyo unajifanya, vitu ambavyo havifai huko nyuma, lakini Yesu anataka azaliwe ndani yako. Sasa hapa kwamba hivi Galilaya kulikuwa kuna mabinti wengine. Lakini kwa nini Yesu au Mungu aliamua apitie kwenye njia ya Maria? Maria maana yake kwamba huyo mtu alikuwa ni mwaminifu. Ndio maana Mungu aliamua apitie njia kama hii hapa ili tuweze kupata ukombozi. Yesu aliamua kupitia kwenye njia kama hii hapa ili tuweze kupata neema ya wokovu. Haleluya. Hapa nielewi jamani. Yesu anasema kwamba hivi, yeye ni Emmanueli, maana amekuja kufanya upatanisho kati ya sisi na Mungu. Ndio maana kwa sababu ya kutupenda akaamua kujitoa, akasema kwamba aliacha enzi na utukufu kwa ajili ya mimi na wewe. Ni baraka hiyo. Amen. Ni neema ya ajabu. Ishaye kufanywa hivyo. Hiyo neema inapatikana tu kwa Yesu. Amen. Kwa hiyo wewe uliokoka una baraka kubwa sana. Una baraka kubwa sana. Mwambie aliyeokoka na baraka. Kwa hiyo sasa hii baraka iendelee kuonekana kila siku lazima umpe nafasi Yesu. Aendelee kuzaliwa ndani yako kila siku. Aendelee kukupa kiu ya kumtumikia yeye. Aendelee kukupa kiu ya kumtumikia yeye. Kiu ya utumishi, kiu ya kumwabudu. Maana wakati mwingine unakuta unashindwa, unachoka. Unaona kuna tofauti.
Na huyu Yesu ndiye msema ni kama ni sasa dini zingine. Hapana. Huyu ni wa ajabu, na ndio maana kwamba yeye ni Baba wa milele, ni Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu. Oh God, mshauri wa ajabu. Kama nampenda Yesu wa Israeli huyu, nampenda huyu Mungu wetu, nampenda Yesu huyu, kwa sababu ya upendo wake wa ajabu, kunitoa kwa ajili ya watu wengine, sio kawaida. Na ndio maana tunalazimisha kupitia kuzaliwa kwake tumepata neema. Amina. Akasema sasa sije kuzaliwa, sije kufa kwake. Sasa mnafurahia kufa kwa mtu. Uelewi. Maana kufa maana yake tumepata ukombozi. Kwa hiyo Yesu alipokufa tumepata neema ya kukombolewa. Tuweza kanifungua hiyo. Sasa sijui mnasherehekea kufa kwa Yesu. Kufa kwa Yesu sasa kwa mnasherehekea kifo.